Kwa majina naitwa Margaret Kionga, Assistant Chief Magundu. Leo tuko Kibera, sisi ni wote timu ya Ntakira. Tumekuja hapa kupigana na pombe haramu. Tumepata habari hao watu wamerudisha pombe tena. Tulikuwa hapa the other time tukatoa 3,000 na leo tumetoa 3,200. Na sisi hatutachoka kupigana na pombe. Wanajua sisi tuko kazi ya serikali na serikali inasema tupigane na pombe haramu. Na nasi watu wetu. Na nawaambia hatutaacha kupigana na pombe mpaka tuone area yetu imekuwa clean na wananchi hawaribiki kwa pombe. Tumetoa pombe mingi sana na hawa watu ni kama familia wamejiunga pamoja. Kazi yao ni kupiga pombe, lakini sisi hatutachoka. Ofisi ya Chief Ntakira tuko tayari kupigana na pombe na ni wasi watu yetu. Saa hii ya corona watu wajihadhari na hii pombe haramu, kwa sababu watu wanakusanyika hapo kukunywa pombe na ndio wengi watashikia ugonjwa, na ndio tunapigana nao ndio watu wetu wasishikwe na hii ugonjwa wakikuja kukunywa hii pombe. Kugitangirwa, Assistant Chief wa Kugitangirwa Sub-Location. Tuko hii siku ya leo tuko hapa area ya Magundu pindi ya kupigana na pombe haramu. Sana sana sababu ya hii vita ya COVID-19 ambayo watu hawafai kukongamana mahali moja. Ndio maana serikali imetoa oda ya hata virabu zifungwe. Kwa hivyo watu wetu after virabu zilifungwa hapa ndio walihamia kwa hizi mapombe haramu, na tunataka kuambia kama vile slogan yetu ilisema, mpaka pombe wakati itaisha ndio tutapumzika. Kwa hivyo wajue tunazindisha vita yetu na hatutapumzika. Sana sana tukiangalia wale wanaathirika ni watu nilika yangu, watu vijana. Na hiyo ndio msukumo mkubwa tuko nao, mpaka familia zisimame, mpaka watoto wasomeshwe, sababu tunaona hii inaleta mambo mingi, ndio inafanya hata ukora hii area yetu ikuwe mingi. Juu watu hata kulewa, hata fanya kazi, na juu watakuwa most of the time ni walevi. Sasa kwa hivyo tunataka amani itaanzia na wakati pombe itafika mwisho. Kwa hivyo tunaomba watu wetu wazidi kutupea ripoti na wazidi kushirikiana nazi mpaka hii vita ya pombe tuweze kufaulu. Na hiyo ni kazi ya koti. Tukifanya kazi yetu, wale wengi wanapewa kazi ya nyumbani kama ni first offender, lakini mambo ya kuwahukumu hiyo tunaachia koti. Kazi yetu ni kushika ndio waweze kustakiwa. Maana mambo ya koti na vile wataamua uamuzi wao, hiyo ndio nao tunaheshimu koti, tunafuata uamuzi ya koti.